Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asili na tiba lishe nchini Tanzania. Leo tutaangalizia tatizo ambalo la kitaalamu la kukosa choo, kitaalamu tunaita constipation. Na kabla tuja dive deep kwenye kuweza kuangalia changamoto kwa undani, kuna vitu vichache kuhusiana na constipation nitaka uvifahamu. Cha kwanza, kuna watu ambao huwa wanapata hali ya kukosa choo au constipation na wakifanya mambo matatu tu hali yao huwa inakaa sawa. Ukinywa maji ya kutosha is recommended kutokana na uzito wako, sawa, lakini at the same time ukitumia matunda yenye fiber ya soluble na insoluble fiber, lakini at the same time ukifanya mazoezi. Ukifanya haya mambo matatu, na mazoezi hapa ninazozungumzia sio kunyanyua vyuma, hata ya kutembea tu. Unaweza kuwa unatembea kwa muda wa nusu saa kwa siku, ukanywa maji ya kutosha na matunda. Kama una hiyo changamoto ambayo inahusiana na lifestyle issues, automatically moja kwa moja hiyo changamoto huwa inatoweka. Sasa kuna wale ambao huwa wanabakia na constipation despite anakula matunda, anafanya mazoezi, anakunywa maji ya kutosha. Constipation yake inabakia kuwa chronic. Sasa kuna mifumo ambayo ndani ya mwili huwa inadhoofika ambayo inampelekea mtu kupata hiyo changamoto. Sasa mifumo ambayo huwa inaathirika na kupelekea mtu kupata chronic constipation ambayo haisikii matunda, haisikii maji, haisikii mazoezi, na wakati mwingine hata zile ambazo dawa tunazitumia kwa ajili ya kuharisha laxatives, either ni za dawa za asili au dawa za upande wa pili, mwili wako bado unaweza kukataa. Unaenda mpaka kwenye kutumia mafuta kama castor oil. Sawa, unafanya coffee enema bags, lakini bado constipation bado iko pale pale. Sasa the best scenario ya kuelewa hapa ni kwamba kuna mifumo mikuu mitatu ambayo huwa ikidhoofika ndio contribution kubwa sana kwenye mfumo wa mmeng'enyo. Kiungo cha kwanza ni mfumo wa taka, kitaalamu tunauita lymphatic system. Kiungo cha pili ni hizi tezi juu ya figo zinaitwa adrenal gland, na sehemu ya mwisho kabisa ni figo yako. Yes, watu wengi wanaweza wakadhani kwamba constipation haina mahusiano na figo, lakini I can tell you kwamba kwa mfumo wa terrain philosophy, sawa, figo zako ina umuhimu au ina mchango mkubwa sana kwa mtu ambaye anapata chronic constipation ya muda mrefu. Lakini sasa tuanze kuangalia mfumo wa kwanza. Mfumo wa lymphatic system una contribute vipi kwenye kusababisha mtu kupata choo kwa shida au choo ambacho ni kigumu sana kimekauka? Ni kwa sababu tunaelewa kwamba mwili wa binadamu umetengenezwa na seli, sawa, na at the same time utumbo wako mpana. Sawa, tukisema tukate tuweke under microscope, tutaona vitu vitatu tu. Tutaona zile seli ambazo zimetengeneza ukuta utumbo mpana, tutaona nafasi zilizopo kati ya seli moja na nyingine kwenye utumbo mpana, na vimiminika vya aina mbili ambapo ni damu. Kazi ya damu ni kuleta virutubisho kwenye zile seli za ukuta wa utumbo mpana kwa ajili ya kuletea nourishment, oxygen, antioxidant, vitamin and minerals. Lakini at the same time zile seli huwa zikishatumia vile virutubisho huwa zinatoa uchafu, na kwenye zile nafasi mfumo wa lymphatic system kazi yake ni kuja kudeki au kuchukua, sawa, ule uchafu ambao umetolewa na zile seli ambazo ziko kwenye utumbo mpana. Hasa hii process yote huwa inatokea kwenye ukuta wa utumbo mpana. Sasa inapotokea lymphatic system haina namna ya kuweza kuondoa ule uchafu, maana yake imepata kitu cha kitaalamu tunaita lymphatic congestion kwenye zile nafasi za seli, kitaalamu tunaita interstitial spaces. One specific process huwa inatokea. Uchafu unapokaa muda mrefu kupitia channel ya lymphatic system na choo chako kipo kwenye mfumo wa haja kubwa, inaweza ikasababisha one specific scenario. Cha kwanza, utumbo mpana unaweza ukaandago kitu kinaitwa constriction, utumbo mpana ukasinyaa, that's one. Lakini at the same time mwili wako utatafuta an alternative kwa ajili ya kuweza kuneutralize acid. Utafanya kitu kinaitwa diffusion process. Diffusion maana yake utafyonza maji yote ambayo yapo kwenye choo, sawa, kwenye utumbo mpana kwa ajili ya kuneutralize acid kwenye ukuta wa utumbo mpana, kwenye zile nafasi za seli zinaitwa interstitial spaces. Na hiyo ndio sababu ya choo chako kuwa dry, kwa sababu watu wengi huwa wanahisi ni kwamba kunywa maji mengi labda lita 2 mpaka lita 3 kwa siku itasababisha choo chake kuwa laini. Kwa hiyo unaweza ukanywa hayo maji mengi ukatoa kupitia mfumo wa haja ndogo, lakini yale ambayo yanaenda kwenye mfumo wa mmeng'enyo yote yakafyonzwa yakaingizwa kwenye ukuta wa utumbo mpana kwa ajili ya kuneutralize acid. Okay, at the same time choo chako kikabakia kigumu. Lakini kitu kingine cha kuelewa ni kwamba lymphatic system inapokuwa imeganda kwenye ule ukuta wa utumbo mpana, inaweza ikaleta athari kwenye mishipa ya fahamu inaitwa enteric nerve, ambayo kazi yake tunafahamu utumbo mpana umetengenezwa na misuli pia. Okay, kuna misuli inaitwa smooth muscles ambayo inaruhusu mjongeo wa ule uchafu, peristalsis au rhythmic movement. Sasa lymphatic system inapokuwa imekaa na uchafu kwa muda mrefu, inaweza ikasababisha stiffness kwenye misuli, ikashindwa kutanuka na kusinyaa kwa ajili ya kuweza kusukuma uchafu. Na ndio maana aina fulani ya constipation inawasababishia watu yani hajisikii kwamba ana uhitaji wa kwenda kupata haja kubwa. Anakula, anamaliza, anaendelea na shughuli zake, lakini hajisikii. Ni vile tu labda mpaka akikaa siku 2-3 anasema sijaenda msalani siku 2-3, kwa leo cha kufanya labda ngoja nikajaribu kukaa and see what happens. Okay, yani ajaribu kuona kama atapata choo. Lakini yote hiyo ni kwa sababu ile rhythmic movement hakuna, ni kwa sababu ya lymphatic system kule ndani.
Na kitu kingine cha kuelewa hapa ni hizi tezi juu ya figo zinachocheaje mtu kupata constipation. Hizi tezi juu ya figo adrenal glands zinapokuwa zimedhoofika, automatically haziwezi kuendesha mishipa ya fahamu inaitwa autonomic nervous system, ambayo ndio huwa inaleta urgeness au ile automatic function au hisia au hamu ya wewe kupata choo. Kwa automatically ukiwa na udhaifu sawa uzalishaji wa neurotransmitters kutoka kwenye hizi tezi upande wake wa ndani, mishipa yako ya fahamu ya autonomic nervous system itadhoofika na huwezi kujisikia hiyo urge au hamu ya kwenda kupata choo. Na sehemu ya mwisho kabisa ni figo, kama ambavyo nilizungumza mwanzo. Figo yako ina mahusiano mkubwa sana na ule mfumo wa kwanza ambao tunaita lymphatic system. Lymphatic system huwa ikikusanya uchafu kwenye zile nafasi za seli, automatically channel yake ni kwenda kudump kwenye mfumo wa figo kwa ajili ya kufilter outside. Na kwenye mfumo wa terrain philosophy ya kwenye tiba asili unaweza ukaattest kwamba lymphatic system iko hydrated au la, manake mfumo wako wa taka unaweza kuondoa ule uchafu kwenye nafasi za seli za ukuta wa tumbo mpana kwa kufanya a very simple test. Chukua mkojo wako wa kwanza wa asubuhi kuanzia saa 9 pale mpaka saa 12 anytime. Sawa, weka kwenye glasi, funika, hifadhi kwenye friji kwa muda wa masaa 3. Baada ya masaa 3 tazama ule mkojo, angalia kama kuna vumbi limetuama chini au kuna mucus strands. Ukiona mkojo ni clear, hakuna sediments zozote, maana yake lymphatic system yako haina namna ya kudrain au kuondoa ule uchafu. Kwa ule uchafu wote unabakia kwenye lymphatic system, na ukibakia kule kwenye ukuta wa tumbo mpana, ndio sababu ya mishipa fahamu kushindwa kupeleka signal, ndio sababu ya ile misuli smooth muscles ambayo inasukuma uchafu kushindwa kufanya kazi kwa wakati, na ndio sababu ya wewe kuwa na hiyo chronic constipation. Kwa hiyo ukirekebisha haya maeneo matatu, mfumo wa taka, lymphatic system, hizi tezi juu ya figo pamoja na figo zako mwenyewe kwa ajili ya upande wa filtration, sio kama figo imefeli, inaweza ikawa imeziba, itaweza kusaidia sana kuweza kuondokana na changamoto ya constipation moja kwa moja. Kama umeshajaribu njia nyingine na bado mambo yameshindikana, unaweza ukaanza kuadapt kwenye ulaji wa vyakula ambavyo vinakupa hii fiber, lakini at the same time ukatumia mitidawa ambayo inapatikana kwenye kituo chetu. Karibu sana.